Hello, my lovely people. I hope you're all doing fine. I'm also doing good. And so far, so good. I thank God for everything. Yeah. Welcome to my YouTube channel, to Brand's Family YouTube channel. Kama wewe ni mgeni hapa, ndo mara yako ya kwanza kuniona, kindly make sure umesubscribe. Kama wewe ni mwenyeji, kuna wale wenyeji wenye tulianza na wao kitambo, wenye wamejoin safari ikiendelea, kindly make sure you watch this video to the end. Make sure una like, una share. Na kama hujawahi subscribe, kuna mtu ni fan wangu by the way, imagine aje subscribe. Not because hataki kusubscribe, lakini juu hajawahi fikiria kama kitu kubwa. It means the whole world to us. Your subscription manze. Kama umekuwa ukiniona, umekuwa fan wangu na hujawahi subscribe, make sure you subscribe. Na yeah, tuendelee. Guys, I've really miss you. Nimewamiss manze. Kumekuwa na ups and downs, kumekuwa na story mob, kumekuwa na mambo mingi, and I decided for a while let me keep off media, ama nitoke kwa social media kidogo tuone venye mambo itakuwa. I've been seeing, nimekuwa nikiona chats zenu, kuna wenye wamekuwa kinicall, kuna wenye wamekuwa wakitext, kuna wengine wana comment kwa YouTube channel bado, Mama Zuina ulienda wapi? Wenye wako TikTok tumekuwa tukionana kidogo, but not too much. Fevu siguze kamera yangu. Yeah, and I'm here, niko hapa kuclear some hair na kuwasalimia guys. I've really missed you, and mnashinanga mkiniuliza Mama Joina uko wapi, ulipotelea wapi? Nikaona the silence is too much, na pia si poa kuwanyamazia, knowing that you guys, we've worked with you from si mna get venye mmeni support, venye mmekuwa na mimi financially, emotionally. You guys, you did an amazing job and you are doing an amazing job, na tuendelee hivyo guys. So there is kuna short nilipost hapa YouTube nikasema great announcement coming, and indeed there is a great announcement. It might not look like wamenunua G-Wagon, wamenunua gari, but to me manzi, it means the whole world to me. Like inaweza kuwa ni kitu dogo, but I feel like I won that G-Wagon. Na feel like yani nimenunua hiyo my dream car. Like, what do people want in life? Ile kitu unaweza fanya usikie like you've made it in life. So me, I feel like I've made it in life because manze, it's been a journey guys. Na ijakuwa rahisi, wala imekuwa Mungu. Ingekuwa si kwa Mungu, mambo ingekuwa poa. So after the incidents, venye Penina alikuja, let me cut the story short. There was something that was happening between me, Penina, the dad, the foster father wa Brian, and Brian himself, na another people wenye walikambiwa. Si people, niseme tu ni, unaona tu hiyo sako ya mimi, ya Penina, ya foster father wa Brian, and Brian himself, kuongezekea watu wengine kadhaa. And Penina urged me. Penina by the way aliniomba, akaniambia if possible, unasemanga wewe unakuanga na roho poa, if possible please don't post this for the sake of me. Akaniambia nisipost kwa ajili yake. Na nika weigh the reasons zenye alikuwa ananiambia nisipost, na nikaona ina make sense, acha nisipost. Na nika keep off social media, na mambo ikafanyika, mambo mingi. I have the recordings, but because of her, maybe nitapost wakati ukikuja. Lakini aliniambia nisipost, but now because mambo venye tulikuwa tunatarajia ienda haikuenda hivyo, I can speak about it, but I will not post about anything. So when Penina came kwa salon yangu, that time, Shetani alikuwa ametuma Penina kwangu akuja aniharibie kila kitu, anikosanishe na watu, I instill fear in people's hearts, I instill fear to my destiny helpers, and it happened. So it happened like the target ya Shetani, ama Shetani chenye alikuwa anataka kuaccomplish, ili happen.
juu alikuja kwa salon yangu, watu wa hapo area ndio customers wangu. Bearing in mind, mnajua mimi nilikuwa Nairobi. So venye nilirudi huku, kuna wale friends wa kitambo, yes. Kuna watu nilikuwa nasonga kitambo but walikuwa washaenda kwa masalon zingine. Na venye mnajuanga wanawake na vichwa zao, ukienda mahali pamoja uzoea kutoka hapo ni ngumu. So I came here, I had friends, nikapata marafiki wengi, but ukakuwa kama mtu kuna kwingine aliendanga kusongeo. So wale customers wenye nilikuwa nao na nilipata ni wa hapo within. So venye Penina alikuja, it looked like a small thing. Hata before hii mambo ikuje Penina niambie nisipost, this had already happened. Like hii kitu already ilikuwa ishafanyika. So alikuja akaingia pale kwa kazi, watu hapo around wakajua what has been happening, wakajua mwanamke amekuwa hapo salon, and they kept off. They went by this wafichi, wakaenda, wakaogopa because hata mimi ningeogopa. So and I had people I had people wenye walikuwa wanakuja kwa salon. Sometimes they encourage me, we pray together, and they also stopped coming. So I was like alone. Watu wenye nilibaki na wao kidogo ni wa hapa YouTube, but ikakuwa pia communication si ile ya ndani sana. And I noticed that even with the people who are very close to me hapa YouTube, nikaona kuna some distance, and I said because hii ni kitu hata nina experience kwenye niko physically, let me just give everyone space kidogo, at least ni deal na hii mambo bila kuinvolve anyone. And if you've noticed, there are people we talk on WhatsApp and everywhere. Like unakujangu unapata, like you can tell, like nowadays sijakuwa too much in touch. Kukakuwa na some distance between me and my friends and the people around me. And even wale watu nilikuwa najua wenye wako around me, there was that distance. I felt it, I saw it, and I said, yeah, let me not take it for granted. Hama ni assume mambo. Nikaingia kwa maombi. And I'm telling you, I prayed. Kenya nilibaki tu nikipost TikTok, lakini maybe nikipost vitu tu za kawaida, ninafanya tu ka video nikihimba, nafanya ka video nikidance, nikifanya mambo yangu, ku confuse the devil. So after hii distance ilikuja ikaingia, niliingia kwa maombi and serious prayers, tukaenda kuombewa. And that time I had a house somewhere. Let me speak about this because ni kitu ambayo ilikuwa imesha happen, na nimesema nilikuwa keep off media because of some reasons. Penina aliniambia nisipost, and some also personal reasons. Nilikuwa na nyumba yangu yenye nilikuwa naishi na watoto wangu peke yake. Ningekuja tu kwa nyumba in our house ule wakati maybe I need something ama I need to check on something. So ilifika place nikaomba, nikaingia kwa maombi. I used to go to a certain church and maybe mtakuja kujua, with a certain pastor who has really helped me. Ni watu you've really encouraged me na kunipea advice zenu. But then you always used to tell me that Mama Jane, hata kama unajua kuomba, hii mambo huwezi fanya peke yako. You need someone with an higher rank when it comes to Christianity, hama hii safari ya wokovu. Like kuna wale watu unapatanga tumebarikiwa differently. Kuna mtu wa deliverance, kuna mtu mwingine amebarikiwa na hii, kuna mwenye amebarikiwa na kuokoa watu, kuna mwingine wa kung'oa mapepo, kuna you understand, mnaelewa chenye nasema. And so yeah, that was it. Huyo pastor alinisaidia, tukaomba na yeye, tukaomba sana. And I remember after tulikuwa tunaomba bila kufast, and I remember towards the week Penina akuje tena kwa maisha yangu. Huyo pastor aliniambia, now we've prayed too much, we need to do something extra. Tujipe tu 1 week. 1 week with 5 days, not even 7 days. We fast. Na tuambie Mungu, like we are fasting God, now we need the results. We need to see. We've believed, we've trusted, we have prayed, but now in our case tunahitaji kuona pia. Akaniambia acha tuambie Mungu tumeamini,
tumeomba, tumekuwa yani like we've done our part and we need to see the results. And the 5 days were just for doing that, telling God that now Lord we need to see, not to trust God will, to see that God has done. Yani si kuamini Mungu atatenda, ni kuona Mungu ametenda. So we told God we want to see. And I remember in the 4th day, siku ya 4 ya hiyo kufunga na kuomba, I met some lady. Not meeting, alikuja kwa kale kanyumba kangu kadogo nilikuwa naishi. Hiyo nyumba sikuwa nimeiambia anyone. Hiyo nyumba sijawahi ambia anyone, kama hata the people who are around me. Maybe ni mtu alinifuata nikienda mahali akaona maybe nilihama. I kept it as secret and I stayed there with my children. I would make sure my children were safe. Yeah. So that lady came to that house. Ako kasimoka nyumba. Akaniita by the name Mama Joina. When aliniita Mama Joina nikajua either this person is my fan, ama she's not he, ama she's one of them, one of kina Penina. And the accent was Kiluya hivyo. Yes, unajua Waluya wakiongea mostly Kiswahili, you can tell the same way na Mgikuyu akiongea unaweza tell Mkamba, Mkale, like Mkisii, like we have different accents. Na watu wakiongea unaweza tell huyu ni hii kabila. So nilisikia ni Mluya. Akaniambia Mama Joina, how are you? Alinipata nikiwa tu hapo nje ya plot. Unaona venye plot na wange imejengwa hapo nje. I was not in the house like inside. Nilikuwa tu hapo nje akanita Mama Joina. So venye nilijua ni because you know we changed jina ya Joina to Destiny. And many people wenye wananijua, wenye hawanijui kutoka YouTube, wenye tunajuana na wao sahi, because the name ndio imedominate, they call me Mama Destiny. Kwa plot venye nilienda juu nilikuwa mgeni, they used to call me Mama Destiny, and that Kaheria, they used to call me Mama Destiny. So when I heard Mama Joina, I exactly knew that this person sio mtu tu wa kawaida. So instincts zangu zikainuka na nikaambia Mungu, niliongea tu kwa akili yangu. Nikaambia Mungu, if kama huyu mtu ako na anything against me, dear Lord, usikubali, like I've had enough. People have run away from me. I don't have any friend. Yani I'm just alone. And now this is coming to me again. Nikaambia Mungu hapana, usikubali hii kitu itendeke. Uzuri my children were asleep. Ilikuwa mchana lakini walikuwa wamelala. I was just alone there. I don't know exactly what I was doing there outside, but nilikuwa hapo. So huja kanamajeni uko aje, nikamwambia niko poa. After sasa nimeambia Mungu asikubali anything. Sikumsalimia. Akanipea mkono, sikumpea mkono wangu anisalimie ama to come in contact naye. Akaniambia naweza ongea na wewe, nikamwambia sawa. Akaniambia kitu nataka tuongee, si kitu tunaweza ongelelea hapa nje, tunaweza ingia kwa nyumba. Nikamwambia no. Nikamwambia tutoke nje, kuna kafiridi kako hapo nyuma tukakae hapo. So tukatoka nje, nikitoka nikaacha nimeambia caretaker aniangalilie watoto. Venye tulienda akaniambia mimi I don't want to talk too much. Kuna video niko nayo na ndio nataka nikuonyeshe. Akaniambia mimi sitaki mambo mingi. I just want to show you the video. It's upon you whether utahamini ama hutahamini. Ama venye utaichukulia, it's not si nini yake. Yeye akaniambia mimi nimefanya tu kutumwa, nitakupea uone, ni wewe utadecide venye utaamua na hiyo video. So the video kulikuwa na Penina akiongea. Na Penina akaongea a lot of secrets. Alinitumia hiyo video niko nayo. Penina akaongea a lot of secrets na akanibisichi sana, akaniambia don't post this. Na one of the secrets of Penina, kuna zile mingi ambazo aliniambia na akaniambia ameniomba msamaha na kwenye amefika hata yeye mwenyewe anasikia amechoka kutumika. That Penina amekuwa akitumika na the foster father under some pressure. And as a mother, maybe even me, of which maybe siwezi fanya hivyo, but maybe hata kwa mtu wa kawaida,
unaweza fanya hivyo. So ika happen, sijui mnakumbuka kama kuna video fulani Penina walikuwa wamekosana na Jen akamwambia atatoboa siri kwa baba yao, now the foster father ule wa Brian, ule John. Akamwambia atatoboa siri. And now the siri came to be, ninaongea kwa sababu mambo imesha happen venye ime happen, to be that Penina has other children. I think 3. She has 3 ako na watoto 3. Wasichana 2, kakijana kamoja. And hao watoto ni wadogo. At first nilikuwa naona kama ni mchezo ya Penina venye anaibanga watoto. But TKM ikafika place tukasaidiwa na some doctor akafanya DNA, nikapata watoto ni wa Penina. But kuna ule mkubwa, msichana wa kwanza ni mkubwa, but si mkubwa sana. Ni watoto wanafaa kuwa primary wote. So ikalikujia kama surprise, and Penina akaniambia that he has been doing this to protect watoto wake. Na amekuwa akifanya hivi huyu foster father asiwahi kuja kujua kama Penina ako na watoto. Haikufika stage ya kuniambia kama wale watoto ni wa John ama si wa John. It happened Penina akiolewa na huyu John. Penina was very young. Even sahi Penina ako very young. Penina si mtu eligible mwenye unaweza sema amezaa Brian according to venye mimi alinielezea. And there is a time nilikuwa mmesikia venye alielezea akisema alihozwa. Sijui nitanga kuozwa ama nikufanya nile kuoleshwa mapema kwa mwanaume mzee kitambo venye ilikuwa akiwa msichana mdogo, hata akiwa amesoma, akiwa amefanya nini. She was very young. And that time huyo mzee akaminitiate into stealing Brian na mambo mingi zenye walifanya zenye sitaki kusema saa hii. So haikufika, nimewambia kufika stage tukajua kama watoto ni wa John ama ni wa nani. But Penina akaniambia it used to happen this, akipata ball, because huyo mzee sana sana alikuwa based town, tena ako nyumbani hivyo. Si ile marriage eti mnakaa na mtu sana, ile marriage zatu unaweza pata mmemaliza mwaka. Kuna watu wanakaanga hivyo, unapata mzee ako na huku mmemaliza almost mwaka mjonana, ni January to December, mnakuta na kwa sikukuu anarudi. Kambia akibeba ball, si ule mtu utapata ball yake eti juu hata si mnaona mwili yake. Penina anaweza pata ball hata azae kama mtu hajajua, because kama sasa yana ball napata mtoto yake ni kubwa, so you cannot tell. Alikuwa anajificha na ana make sure imekuwa secret, and a very big secret, mpaka anajifungua na anaachia huyu mama mwenye aliniletea hii video. Anamwekea watoto, anamlelea. That the woman has been Penina's friend for so long. Hawajazaliwa pamoja, si sisters, just a friend. Kutoka huko anajua everything, anajua what huyu foster father venye anakuanga. So you used to keep au watoto for Penina. So akaniambia amekuwa akifanya hivi kufunga huyu mzee macho and to protect watoto wake. Na akaniambia juu sasa imefika mwisho na yeye anasikia amechoka kivyake, na the foster father anamthreaten yeye mwenyewe because amefail ku accomplish mission yake na Brian. Anamthreaten pia eti yeye sijui atamfanyia nini. So that's when she opened up na akaniambia kuko hivi na hivi, and I've been doing this for the sake of my kids, because huyu mzee akishajua niko na watoto, because Brian si damu yake, anaweza fuata watoto wangu. Ya kuniambia kama watoto ni wa huyo mzee ama sijui. But unaona sasa yeye amekuwa bibi ya huyo jamaa. They've been sleeping together, like wako na ile covenant. So anaweza prefer mtoto wa Penina more than anyone, because they don't have any connection with Brian, remember? Hawana any connection na Brian. Brian ako na babake, ako na mamake. Hawana uhusiano wa damu na Brian. So akaniambia anaweza fuata watoto wangu. Na juu imefika mwisho mama Joina na ule mwanamke ananiakianga watoto, ananiambia amechoka nikae na watoto wangu. Na hao watoto nikiwachukua lazima John ajue. I will tell you this
mimi sikwambii unisamehe ama unifanyie nini. Akaniambia hataki hata nimsamehe, chenye anataka ni protect watoto wake, juu amekuwa akiona most of the things zenye anatumwa nifanyie aziendangi through. So akaniambia she needs me to protect her children. At first nikahesitate, nikaenda kwa pastor nikamwelezea, na nikienda kwa pastor nimewambia video nililetewa in the 4th day of fasting and praying. So nilienda kwa pastor on the 5th day of our prayers with the pastor. Nikamwambia I have something that I want to share. Nikamwelezea the whole thing, the lady and the video and everything. Video yenyewe nilikuwa nayo, akaniambia nimuonyeshe, nikamuonyesha, akaniambia Ruth, I also had, akaniambia aliota kuwa Mungu amenijibu maombi yangu on the 4th day. Sasa si tumekutana on the 5th day. Sasa huo usiku wa 4th day ndio yeye aliona aliota akaona Mungu amejibu my prayers on my 4th day and everything was settled. Akaniambia haiwezi kuwa coincidence. Juu tunaweza assume ama tuseme si Mungu amejibu maombi, but truly this is God mwenye amejibu maombi. Inaweza kuwa imekuja in a wrong way, inaweza kuwa tulikuwa tunangojea Mungu akupee kazi, inaweza kuwa tulikuwa tunangojea maybe tujue kitu ingine, but this woman coming to you with this video, with your enemy's convention and all these things, tusichukulie for granted. So akaniambia this 5th day atutaomba Mungu kuwa we want to see. Let us thank God for answering our prayers. Na akaniambia this is what God is saying, and this is the thing that we've been praying for. We don't take it for granted. We will thank God. Na akaniambia kuna maombi yenye ufurahisha Mungu kama kumshukuru. Akaniambia tukishukuru Mungu, hata kama hii kitu inakuja in another way yenye sisi hatuoni, tunaweza ona imekuja kwa wema, ikuwe imekuja kwa ubaya. Tunaweza ona imekuja kwa ubaya, ikuwe imekuja kwa wema. If we thank God, then God will reveal to us whether this thing is real ama ni game ingine Penina is trying to play. So that 5th day, it was the end of our fasting, but we had planned ikuwe ni fasting ya kuambia Mungu tunataka kuona results, but the last day tuliomba kushukuru Mungu on what God had done. So we prayed na tukashukuru Mungu. Huyo mwanamke aliniletea video, nikaiforward kwa simu yangu, yeye akaenda, mimi nikaenda. Sijui kwake ni wapi. Niambiwe nimtafute, sijui nitamtoa wapi. So video yenye nilibaki na video ya Penina. Akaniambia because the lady has gone huko kuchukua namba yake or anything, if we will ever need to make any way forward, ama kama tutawahi taka kufuatilia hii mambo mbele hapo, utatumia nani? Utatumia Penina. Nikakaa. So pastor akaniambia mimi sitakuachilia kwa maombi, nitaendelea kukusupport, kuombeana, lakini our mission ama ile kitu tumekuwa tukiombea it's accomplished. Now you take another like ama sijui nitaiweka aje. Yaani nichukue mkondo mwingine, nibadilishe maombi. I start praying for something else because akaniambia be sure whatever we were praying for God has sorted it. And after that, si 5th day imeisha. Yes, masiku hazikuanza at Monday, tukahesabu at Monday ndo siku ya kwanza. So the 6th day, after now the fasting was over, it was on Sunday. Yeah, ilikuwa Sunday. So tukaenda church kikawaida, nikaomba, sikubaki kuongea na pastor, nikarudi. The following day Monday nikaenda job. So venye nilienda job, actually I saw some change. Nimwambia customer wangu alikuwa ameenda, watu walikuwa wamenitenga and everything. So Monday nilienda job and God restored me. Ndo nawaambia hata kama sijanunua Mercedes, God restored me. Hata kama ni hiyo 200 nafanyia kazi, nashukuru Mungu. Like nikaanza kupata tu customer pole, unapata at least leo nimefanya kazi, hata kama kesho sitafanya. Leo nikifanya nisonge hiyo 400, I know we have food for today and tomorrow. The other big expenses, huwa naamini Mungu ataketa for the school fees, the rent,
And hizo vitu kubwa kubwa huwa anasema hizo Mungu ni hata provide, because ile kazi nafanya haitakusanya rent ya hiyo shop yenye nafanyia kazi, tukule, nibadilishe watoto wangu waende shule, like everything. Na niliwaambia Favor kuna kashida kidogo, nikaambia God, thank you for whatever you're giving me, but the rest Lord may you provide. And indeed God provided. Joina alisoma vizuri last term, akafanya exam and everything was good, and I thank God for that. So nikabaki na the customers wakarudi one by one, and I saw some change, and I thanked God for that. And there is another thing yenye siwezitaka kuifanya peke yangu, the other bigger announcement, and the whole story haijaisha. Hii story ya Penina ni mrefu, nimeguzia tu kidogo kidogo. After I see your comments, maybe kama kuna kitu mnataka kuelewa zaidi ndio nitai-extend, but for now mmejua hivyo. And that was it, and I started to keep off media kidogo, nikatulia, ni handle mambo kwa maombi not kivyangu, like without even instilling. Nilikuja nikasema, because all these people, unajua kuna watu bado nimewekea manguo zao, na nikasema Ruth, I need to be wise, because hata Penina venye alikuja tena akaingia kwa maisha yetu, ule wakati alikuwa anakuja hospitali kuona Mama Jidida, hapo ndo biashara yangu iliharibikia. And I think people fear hizo vitu. Mtu ataona nitanunua hapa, kuna hizi mambo, hapana. Hapo ndo biashara yangu ya kuuza nguo iliharibikia, na nikasema let me keep off everything. Hata kama sitakuwa na post, kwanza ni deal na hii kitu, because if I don't deal with it spiritually and physically, maisha yangu itawahi endelea. And at least I thank God, because now we are at a point, some point, because imefika, nimewaambia nimeongea hiki kitu kwa sababu mambo haikuwa happen venye tulikuwa tunatarajia. I've been praying for those kids. Penina amekuwa akinibeseech nichukue wao watoto nikae na wao. Ninaofia, ninaogopa, na sitaweza kuwa sustain, sitaweza kuwalisha, sitaweza kuwasomesha, sitaweza anything. So nikamwambia for now sita manage, na ikakaa ikiwa secret. I've never told anyone. Hata wale watu wamekuwa wakini reach out kwa WhatsApp, hakuna mtu nishaishare na yeye. By the way, I kept it as a secret as she asked me, but ikakuja ikafika place mzee akajua Penina ako na watoto. Now the mzee is after au watoto wa Penina. And now ndo maana ninasema maybe maisha inachukua mkondo mwingine. Now he is concentrating on those children, not my family. He is very interested in them, not Brian anymore. So Mungu anaweza kuwa ametuondolea huo mzigo, si anaweza kuwa, I'm sure God has ametuondolea hiyo mzigo forever, and I have faith in God and I trust him in this. Ametuondolea hiyo mzigo forever, but now the thing is he's chasing the other children. I don't know how we can help them. I don't know how I can help them. I'm also afraid of kuwaingililia tena nijipate tena kwa shida. I don't know, I'm confused. So guys, hata mkiongea hapo kwa comment section, let me know. What do you think we should do? Should I continue with my life as well? Will I be so selfish? Niachana na kina Penina wao wadeal na mambo zao, mimi niendelee na mambo za kwangu, ama should I help them? Because baada ya mstuck, kuna place unafikanga hata unaona uko stuck somewhere. Yeah, that is it. Nimewambia kuna another big announcement. That one I won't do it alone. Hiyo sitaki kufanya peke yangu, because hainihusu mimi mwenyewe ama mimi peke yangu. Nime highlight hii kwa sababu ilikuwa inahusu mostly mimi na Penina, and the other party was not there. So guys, thank you so much for watching. Thank you so much for your time. Thank you so much for being with me. And guys, I've really missed you. I've really missed you. And nimefurahia nikifanya video naonanga tumeongea na nyinyi. Nimefurahia kwa kukua na nyinyi. And let's pray for each other. Pray for us. Ombeeni Mungu tu atufungulie milango zingine. Kama ametuondolea hizi vita zote, basi atufungulie milango za kimaisha, kujimudu. Tukae kama wale watu wengine. Hata kama tutakuwa tunakuja YouTube, we come to do our things, zile movies za couple, tukua tumetulia without many things.
kama Mungu atajibu hiyo maombi tutakuwa tunaomba, but for now thank you guys for everything. Mungu awabariki. See you in the next video. Nimewaambia zile comments mtanipea hapo ndizo zitadetermine kama nitaendeleza history ya Penina or what we will do. So bye bye guys. I love you so much.